بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أشكر الله سبحانه وتعالى sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe Mtume Muhammad, yeye na alize na sahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tumomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Tuendelea na fursa ya kitabu chetu An-Nabii sallallahu alayhi wasallama fi Ramadhana. Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani. Na leo tupo kikao chetu cha 15. Kikao ambacho kinazungumzia safaruhu sallallahu alayhi wasallama fi Ramadhana. Safari yake Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani. Yani kusafiri kwa Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani. Tunaanza na hadithi ya Humaid, Allah amridhi. Humaid قال أنا سمع حميد سئل أنس رضي الله عنه أموليز أنس الله أمرذيه عن صوم رمضان في السفر كناكو صوم رمضان ndani ya safari. Yani kuswaumu ya Ramadhani ukiwa hapo ndani ya safari. Faqal Anas akasema safarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fi Ramadhana, kwamba tumisafiri pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. Falam yaib as-saimu ala al-muftir, aliyeswaumu hakuwa ni mwenye kumwaibisha yule ambaye hakuswaumu. wala al-muftiru ala as-saimi, wala aliyekula Ramadhani yeye hakuwa ni mwenye kumcheka au kumwaibisha yule ambaye ameswaumu. Maana ndani ya safari hii waliokuwa ndanimo kuna wale ambao waliokula, kadhalika kuna wale ambao hawakula. Na wala hapakuwa vitu vya aibu eti kwamba aliyekula akamtazama yule aliyeswaumu ambaye ona ile jamaa anaswaumu na tuko msafari, la. Au yule aliyeswaumu hakuwa mwenye kumcheka yule ambaye hakuswaumu na kumwambia ona huyu mtu anakula, si hata aibu, tuko ndani ya Ramadhani kisha anakula mchana, la. Haikuwa hivyo. Hadithi imepokea Muslim. Anasema Sheikh, faya ayuha al-abd, ewe mja, idha safarta fi Ramadhana, utakaposafiri ndani ya Ramadhani, fa innahu qad rukhisa laka an tuftira, kwa hakika umeruhusiwa kufuturu, umeruhusiwa kula. Unapokuwa umesafiri ndani ya Ramadhani umeruhusiwa kula. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala,
au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, au mtu akawa yupo ndani ya safari basi ahisabie siku zingine za baada ya Ramadhani ili kulipa swaumu hiyo ambayo uliokula ndanimo. Anasema Sheikh, wa idha kana sawmu yulhiquka minhu mashaqqa au yalhaquka minhu mashaqqatun shadidatun fi safar, ikiwa saumu hii yanakukuta uzito, unapata uzito mkali kutokana na saumu hiyo, upo ndani ya safari. Ukiwa upo ndani ya safari saumu ikakuia nzito, fa innahu yajibu alayka an tuftir, basi inakuwajibikia wewe kufungua, inakulazimu kufungua. Kwa hadithi ya Jabir, Allah amridhie, kasema خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان. kwamba Mtume alayhi salatu wassalam ametoka kuelekea Maka عام الفتح, mwaka ufunguzi, yani mwaka ambao walifungua Maka, ndio Maka inakuwa mji wa Kiislamu sasa. Fasama hatta balagha qura' al-ghamim, wakatoka wamiswaumu mpaka walipofika katika bonde ambalo lipo kwenye njia ya Maka ukiwa uko unaelekea Madina. Kuna sehemu panaitwa Qura'ul Ghamim. Kutokea Maka mpaka hapa Qura'ul Ghamim ni kilomita 64. Kilomita 64. Kwa zama zetu hizi za leo panaitwa Wadi Asfan au Asfan. Fasama an-nas, watu wakasaumu. Fabalaghahu anna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam, akafikiwa na ujumbe kwamba watu saumu inawatatiza. Mtume akapata habari kwamba watu saumu inawatatiza. Fadaa biqadahin min al-ma'i, akaomba chombo ambacho kimo ndani mo maji. Baada al-asr, ilikuwa ni baada al-asr. Asiji mtu akasema angalia hapa albaki muda mdogo. La, mikata Sheikh. Baada al-asr, ilikuwa baada al-asr. Fashariba wan-nasu yanzurun, akanywa yale maji na watu wako wanamtazama, na hali yakuwa watu wanamtazama. Fa aftara ba'dhu an-nas, baadhi ya watu wakafungua. Wasama ba'dhun, na wengine wakaendelea na saumu yao hawakufungua. Fabalaghu anna nasan samu, akafikiwa na ujumbe Mtume alayhi salatu wasalam kwamba kuna watu ambao wamebaki wanasaumu. Faqala, Mtume alayhi salatu akasema, ulaika al-usat, ulaika al-usat, hao ni waasi, wamekosea. Kwa nini Mtume ameita usat? Liannahum shaddadu ala anfusihim
walam yaqbalu ar-rukhsa, kwa sababu wamejikazia, wamejiwekea uzito, hawakukubali hii rukhsa ambayo sheria imekwisha iwekea. Hapa kuna masala ambayo ni mapana kiasi fulani, lakini sio na nafasi yake kusema kuyaingia ndanimo. Ayuhuma afdal fi safar, as-siyam am al-iftar? Kipi bora ndani ya saumu? Kipi bora kwenye safari? Ni kuswaumu au ni kutokuswaumu? Maulama wana aqwal tofauti katika haya masala. Kuna wenye wanaona kwamba vile bora ni kuswaumu ikiwa kwamba hakuna uzito wowote. Pakiwepo uzito bora ni kula. Kuna wengine wakaona kwamba bora ni kutokuswaumu mutlaq, moja kwa moja, bora ni kutokuswaumu ukiwa ndani ya safari. Wengine nao wakaona kuswaumu na kutokuswaumu vyote viko sawa sawa. Wengine nao wakaona kilichokuwa bora ni kile ambacho kitakachokukuya chepesi wewe ambaye uko katika hali ya safari. Kwa hiyo masaili ambayo yako na khilaf. Masaili ambayo yako na khilaf. Lakini sawa na mtunzi wetu wa kitabu anavyotuambia kwamba ikiwa saumu itakuwekea uzito, yajibu alayka an tuftira, lazima ufungue. Rawahu Muslim, hii hadithi ipokelewa na rawahu an-Nasa'i, ilipokelewa na Imamu an-Nasa'i. Wakadhalika hii hadithi pia imepokelewa na Imam Muslim. Hii hadithi pia ilipokelewa na Imam Muslim, na lau mtunzi wetu wa kitabu angestadili na riwaya ya Muslim ingekuwa ni aula, sababu Muslim ni katika as-sahih al-kitab ba'da al-Bukhari. Mashallah, alhamdulillah. Amesema wali muslimin nahwahu, na Imam Muslim amepokea pia hadithi mfano wa hii. Mashallah, astaghfirullah. Wa idha kana la yalhaquka illa mashaqqa yasira bisawm, ikiwa kwamba hakuna kinachokusibu isipokuwa ni matatizo, yani uzito tu mdogo wa saumu, fa innal fitra yusannu laka wa yajuzu laka as-sawm, hakika kukula ni sunna na ukiswaumu inajuzu, yani anta mukhayyar imma an tuftir wa imma an tasuma, imma ufturu bimaana ule ndani ya safari au saumu. Jambo la pili, idha kana yastawi indaka fi safari as-sawmu wal fitru wa kilahuma sawa, ikiwa sasa hali zitakukuya sawa sawa ndani ya safari, kukula na kuswaumu vyote vikawa sawa, fa anta mukhayyarun baina as-sawmi wal iftar, wewe utakuwa ni mwenye khiyar baina ya kuswaumu na baina ya kukula. Kwa hadithi ya Hamza ibn Amr al-Aslami, kupitia dalili au hadithi ya Hamza al-Aslami, akasema kumwambia Mtume alayhi salatu wasalam, asumu fi safari wa kana kathira siyam, je, ni swaumu nikiwa ndani ya safari? Na huyu sahaba Hamza ibn Amr al-Aslami alikuwa ni miongoni mwa watu wa kupenda kuswaumu sana. Faqal, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir, ukipenda swaumu, ukipenda futuru, ukipenda fungua, ukipenda kula. Kwa hiyo anta mukhayyarun baina al-iftar wa baina as-sawm. Rawahu Shaykhan. Jambo la tatu, idha kana yalhaquka bis-sawmi fi safari mashaqqatun yasiratun fayusannu laka al-fitr, ikiwa kwenye safari yako una uzito ambao sio uzito mkubwa, ni sunna kwako kukula, unaweza ukala. Wayajuzu laka as-sawm bila karaha,
na pia inakuruhusikia wewe kuswaumu bila kuwepo karaha yoyote. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجواز لفعله صلى الله عليه وسلم. Na mtume alayhi salatu wasalam amekusha tubainishia kutujuzishia hili jambo kwa kitendo chake mwenyewe pasina kuwepo na tatizo lolote. وقد قال أبو درداء الله إلا أبو درداء هسما لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر. kwamba tumekuwa tuko pamoja na mtume alayhi salatu wasalam katika baadhi ya safari zake kipindi ambacho kilikuwa na joto likali kabisa. Maana tukadiriki tukawa katika sana alayhi salatu wasalam, hatta inna ar-rajula la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddati al-harr, yani mpaka tukajikuta mtu anaweka mkono wake kichwani kwa ukali wa joto. وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, hakuna mtu hata mmoja miongoni mwetu ambaye kaswaumu isipokuwa mtume alayhi salatu wasalam. Wa Abdullah ibn Rawaha, pamoja na huyu sahaba Abdullah ibn Rawaha, rawahu Muslim. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba vile katika swaumu mtu unaweza kuswaumu katika safari, mtu aweza swaumu na wala hamna ishkali yoyote. Jambo la 4, idha safarta lil'umrati au lilhajji au ghairi dhalika min al-asfari al-mubahati au al-mashru'ati fata'addab biadabi as-safari minha au minha. Utakapokuwa msafiri kwenda umra au hija au safari yoyote katika safari ambazo zinakubalika, safari za kisheria, basi ta'addab, kuwa na adabu za safari. Allahu musta'an, Allahu akbar. Tazama, dini yetu ya Uislamu ni dini adhim, imefundisha kila kitu, hadi adabu za safari imetufundisha. Moja, ad-du'a bi du'a'i safar, mtu kuomba dua ya safari. Ni wangapi leo watu wanasafiri bila kuomba dua ya safari? Wapo wengi. Omba dua ya safari wakati wa kusafiri, ambayo dua ya safari inasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhana alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinina wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Hii ni wakati unasafiri. Wakati utakapokuwa uko unarejea, unaomba hiyo dua, alafu mwisho unafika unaongeza ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Hii ni dua safar, dua safar. Adabu nyingine ya safar, la tusafir bil-layli wahdaka, usisafiri usiku peke yako.
usiku na mambo mengi, usiku na changamoto nyingi sana, usiku na una heka nyingi sana. Wal afdal an yakuna safaruka yawm al-khamis, na ni vyema katika safari yako iwe ni siku ya Alhamisi. Ni vyema safari yako iwe siku ya Alhamisi. Kadhalika tawdi'u al-ahl, kuaga familia yako. Wacha unawaaga familia yako, na hapa pia tumefundishwa zipo dua za kuombea familia yako pale pindi unapoondoka. Wewe unamwambia mathalani mke wako, astaudi'u wa amanataka wa khawatima a'malika. La, subhanallah. Wewe unamwambia mke wako au mtu wako wa nyumbani ambaye unamuaga, unamwambia astaudi'uka Allah alladhi la tudhi'u wada'i'a, la tadhi'u wada'i'a. Astaudi'uka Allah alladhi la tadhi'u wada'i'a. Kisha yule mtu wako naye pia anafika na kurejeshea akisema astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malik, zawadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka. Hayo tena unamwombea mtu huyu. Wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta. Ila leo sio hivyo, mtu akisafiri ameenda Sheikh, hamna cha dua wala nini. Idha alauta makanan murtafi'a fakabbir, ukipanda sehemu ambayo ni ya juu, sehemu iliyoinuka mpando kama mlima hivyo, kabbir, sema Allahu akbar. Wa idha habatta munkhafidan fasabbih, ukiteremka sehemu sasa ya mporomoko, sabbih subhanallah, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi. Akthir min ad-du'a fi safarika, kithirisha kuomba dua ndani ya safari yako, kwa sababu safari ni miongoni mwa sababu za dua kujibiwa. Idha qadaita hajataka fi safarika fa'ajjil 'aidan ila ahlik, ukimaliza haja zako safarini, harakia kurejea nyumbani kwa mke wako au kwenye familia yako, wanakuhitaji, wamekukumbuka. Wala tatruq ahlaka laylan hatta tukhbirahum, wala usiji nyumbani kwako usiku, yani unatoka safarini uje kufika nyumbani usiku hadi wafahamisha mimi nitafika saa 5 ya usiku. Idha qadimta min as-safari fa'ti al-masjida wa salli fihi rak'atayn, ukifika kutoka safarini kitu cha kwanza fikia msikitini, sali raka 2. Hii ni katika sunna. Mtume alikuwa akitoka safarini kitu cha kwanza alikuwa anaanzia raka 2 msikitini. Wahmil ma'aka min ma'i zamzam, kama umeenda Maka, umra, hija, chukua maji ya Zamzam, tembea nayo, peleka. La tashab ma'aka kalban wala jarasan wala tashab rafaqatan ma'ahum kalb au jaras, usitembee kwenye msafara ukiwa na mbwa au kengele. Kadhalika usishirikiani na msafara ambao wamebeba mbwa au wamebeba kengele. Hivi vyote katika vitu ambavyo havifai. Wa yahrumu safaru almar'ati biduni mahramin, ni haramu mwanamke kusafiri pasina kuwa na mahram. Na hii ndio kauli ambayo inaonyeshwa na dalili. Haifai, haijuzi mwanamke kusafiri bila kuwa na mahram, hata kwenda kuhiji. Mwanamke ukienda kuhiji pasina kuwa na mahram, elewa kwamba unapata dhambi. Hija yako inakubaliwa, lakini dhambi zako bado zipo.
haijuzu mwanamke kusafiri bila kuwa na maharimu wake. Yusannu qasru rubaiyati fi safar, inajuzu kupunguza, ni sunna sala raka 4 ukaipunguza ukasali raka 2. Wa tarku sunani rawatib illa rak'atay al-fajr wal witr fa salla. Hivyo pia sunanu rawatib ukiwa safarini azisaliwi isipokuwa raka 2 za kabla ya alfajiri na witri pia hivyo vinasaliwa. Watanaffal bisalati wa anta musafir fi at-ta'ira, unaweza ukasali sala za sunna na uko msafiri ndani ya ndege au sayara au ndani ya gari au ghairiha au kipando kingine, haithu ma tawajjahat bika, popote ambapo kipando kitakapokuelekezea, hata kama kitakuwa kikuelekea qibla. wasalli qiyam al-layli idha kunta fi safar, swali qiyam al-layli hata kama uko ndani ya safari, amka usiku, simama kisimamo chako, la basa. Walakal jam'u baina adh-dhuhr wal 'asr, pia uko na ruhusa ya kuchanga baina ya dhuhur na al-asr. Ukiwa safarini unaruhusiwa kuchanga sala baina ya dhuhur na al-asr wa baina al-maghrib wal 'isha, baina maghribina al-'isha fi safar, hapo uko ndani ya safari. Walakal mashu ala al-khuffayn 3 ayyam, pia unaruhusiwa kupakusa juu ya khofu. Khofu ni viatu vimetengenezwa kwenye ngozi kwa muda wa siku 3, 3 ayamin bilayaliha fi safarika, siku 3 mchana na usiku kwenye safari yako. Ud'u bi du'a ila audati min as-safar, omba dua ya kurejea wakati unapotoka kwenye safari, na tumekusha isema hapo kabla. Wa ghairi min adabi safar, na mambo mengine ambayo yanahitajika katika adabu za safari yatekeleze. Hadha billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.